likiwa na tayari tumeona ile kamati ya JLAC imeweza kujituma na leo hii ikianza kuashiria kwamba vikao vitaanza kuandaliwa ili kuweza kujadili baadhi ya sheria zile. Bunge la kitaifa litakuwa na baadhi ya sheria ama miswada ambayo itakuwa ikiangazia, na vile vile bunge la Seneti itakuwa na miswada ambayo pia itakuwa ikiweka nguvu kazi yake pale kuweza kuhakikisha kwamba inapitishwa. Lakini haya yanajiri baada ya minong'ono, malalamishi kutoka kwa Azimio wakisema kwamba maspika wale Amason Kingi wa Senate na mwenzake Moses Wetangula wa bunge la kitaifa kwamba walikuwa kama kukandamiza utekelezaji wa NADCO. Tasikia hisia kutoka kwa baadhi ya wanasiasa na wanasheria hapa studioni kuweza kufahamu, je, kulikuwa na swala kama hilo ama swala hilo halikuwepo. Lakini kwanza kabla kuingia katika NADCO, nataka tuangazie ile sheria ya makazi ambao ni mswada umetoka katika bunge la kitaifa na sasa hivi unaenda katika bunge la Seneti. Baadhi ya maseneta juzi ambao ni maseneta wa Azimio walikuwa wanasisitiza mswada huu uweze kupelekwa katika mabunge ya county uweze kujadiliwa kwa sababu unagusa masuala makuu ambayo ni masuala ya wananchi. Karibu sana studioni wakili Shadrack Wamboi. Sana Yeri. Tukiangazia na swala hili la makazi ya bei nafuu, ni swala ambalo limeleta hisia tele humu nchini. Rais William Ruto akisisitiza kwamba katu hata sita litaendelea. Baada ya kusitishwa amerudi ametengeza sheria mpya katika bunge la kitaifa, imeidhinishwa na bunge la kitaifa, sasa inaenda katika bunge la Seneti. Lakini maseneta wa Azimio wanasisitiza kwamba sheria hii ama mswada huu lazima pia upelekwe katika mabunge ya county. Hisia zako ni zipi? Ndio mchakato unaofaa kufuatwa kisheria kweli? Naam, shukran sana Yeri kwa mwaliko na shukran sana kwa masuala ambayo tunaweza kuzungumzia ili tuweze kuwasaidia wananchi wakaweza kuelewa mambo ambayo yanawahusu. Mambo haya ya ujenzi wa manyumba ambayo yamekuwa kipigiwa upato na Rais wa Jamhuri ya Kenya ni mambo ambayo kwa mkono moja unaona ni mambo ya maana sana, kwa sababu mwanzo unakuja kupatia watu makao. Wengine wetu ambao tumezaliwa na kulelewa pale katika vitongoji duni ama slums ukipenda, ni watu ambao tungependa kufurahia miswada kama ile. Pili, unaona kuna pendekezo ya kwamba mswada huu ama jambo hili litaweza bado pia kuleta kazi ama ada ama nafasi tu za kazi kwa vijana wengi barobaro ambao wako huku nje na ambao wana nafasi za kazi. Lakini kumekuwa na ati na kumekuwa na vuta ni kuvute hapa ambayo zimejipata mpaka pale mahakamani, kwa sababu kuna njia ambayo kwa mkono mmoja unaona ni jambo zuri ambalo linajaribu kufanywa, lakini ukizingatia mikakati ama sheria tulionayo haimpi Rais wa Jamhuri ya Kenya nguvu zile za kuanzisha miswada ile. Na ndiposa ukaona akaanza kupiga ile wanasema kwa kimombo about turn. Akaanza kurudi pale bungeni ili kuweza kurekebisha njia ambayo alikuwa anatumia ili kuweza kufanikisha azimio lake ama tamaa yake ambayo ako nayo. Lakini kwa kweli ni muhimu sana kwa sababu ukiangalia pale katika the 6th schedule ya katiba letu inajaribu kutupatia mambo ambayo yamegawanishwa kikatiba. 4th schedule unajaribu kuangalia mambo ya kinyumba, mambo ya nyumba ni mambo ambayo yametengwa kwa county governments ya kuweza kufanya mambo yale, si mambo ya national government. Na ndiposa mswada huu unatoka katika bunge la taifa, National Assembly, unaelekezwa mpaka Senate, the Senate, ili kuweza kupata nguvu kutoka kwa the Senate, kwa sababu sheria ile ikipitishwa pasina kuhusisha Senate, inamaanisha sheria ile haitakuwa imepitishwa kulingana na mikakati ambayo imewekwa kisheria. Kwa hivyo mswada ule utaenda kuanguka baadaye. Kwa hivyo ili kufanikisha ndiposa wanatumia ile njia kwenda pale katika Seneti. Lakini sasa pale katika Senate kuna bado hamasisho lingine. Kumbuka ukiangalia kipengele cha 10 cha katiba yetu kinapendekeza ya kwamba kutakuwa na jambo ambalo linaitwa public participation. Lazima wananchi wahusishwe. Na ili wananchi wahusishwe wanahusishwa directly ama indirectly. Indirectly kupitia pengine wale ambao tumewachagua, wale ambao wameteuliwa ili kuweza kukalia nafasi za uongozi ambazo ziko pale katika Jamhuri ya Kenya. Lakini ukiangalia ingawaje wale wanaseneti wamepewa nafasi ile na wananchi, kuna umuhimu pia zaidi ya kuweza kuwashirikisha wananchi kwa kupitia zile county assemblies zile ziko pale. Kwa hivyo ni njia tu panda ambayo serikali inajipata pale, kwa sababu watu wanataka kuhusishwa kabisa.
ikumbukwe serikali unadhani Spika wa bunge la Seneti Amason Jeffer Kingi atatoa fursa hiyo kwamba mswada ule upelekwe hadi katika mabunge ya county ujadiliwe kwanza kabla ya kurudi kuidhinishwa na Seneti? La hasha. Hataweza kutoa msimamo ule kwa sababu unajua bado unajua serikali iliyopo wakati huu inaangalia saa. Ina miaka karibu 4 peke yake, ama tuseme miaka 3 sasa imebaki ili kuweza kufanikisha ajenda ambayo iliingia nao pale. Na zile sarakasi unaziona ama sarakasi unayoiona katika Seneti ni sarakasi ya kupoteziana wakati, na wengine wanataka bado kuokoa wakati. Kwa hivyo mimi sidhani, kwa mtazamo wangu, na nasema kwa unyenyekevu, sidhani Mheshimiwa Amason Kingi ataweza kupatia hawa wanaazimio nafasi ama pengine kupitisha ile azimio yao ya miswada hii ipitishwe iende katika the 47 counties assemblies ambazo tuko nazo ili mswada huu uweze kupita. La hasha. Lakini hili linatokana na lile kwamba tumeona baadhi ya counties zikitoa ardhi kwa sababu ya kujengwa nyumba hizi. Hilo ndio maana wanasisitiza kwamba ipo haja mswada huu uregeshwe katika county. Tumeona kule Uasin Gishu, maeneo fulani pale Eldoret, ardhi imetolewa. Tumeona Mombasa, ardhi imetolewa. Kwa hivyo hilo ndio linawafanya maseneta waazimiwa hisi kwamba hizi counties zinafaa zihusishwe. Wananchi nao kule katika maeneo yao watoe maoni yao kuhusiana na zile ardhi ambazo zinatengwa. Kweli, lakini ieleweke, unajua tuna mfumo mpya wa uongozi katika Jamhuri ya Kenya. Haswa ukizingatia katiba yetu ya mwaka 2010. Ni kumaanisha ya kwamba tuna wale vigogo ama viongozi ama watu wanaoishi katika counties, majimbo ambayo tuko nayo katika Jamhuri yetu ya Kenya. Unatuma seneta wenyu katika the national, unatuma katika the Senate ili uweze kujadiliana na the National Assembly ili miswada ambayo inahusu counties ama majimbo ya mambo yale yaweze kuzingatiwa kabla ya utekelezaji wa miswada ile ifanyike katika ground. Kwa hivyo hii tu ni njia mojawapo ya kuwahusisha watu katika majimbo katika mambo ambayo yanatendeka nationally. Na njia moja ni hii ambayo tumesema ni kwamba ya kuwahusisha wanaseneti. Na wale senators tuko nao, wale senators ni watu wametumwa kutoka county assemblies, kutoka the county governments, waweze kusaidia miswada yote ambayo inahusu majimbo waweze kuyazungumzia. Mambo yote ambayo yanatendeka katika majimbo yao waweze bado kuyaleta katika the national platform ili iweze kuzungumziwa katika vituo vya habari kama hivi sasa. Naam. Kwa hivyo ile ni njia mojawapo ambayo sheria ilitumia ili kuweza kuwahusisha watu katika majimbo yao katika mambo ambayo yanatendeka katika the national leadership. Umezungumzia kuna mmoja anatunga muda na kuna mwingine anataka kuharibu muda. Kwa nini unadhani kwamba azimio inataka kuharibu muda? Haina ajenda yoyote ya mswada huu, lakini kwa wao ndio maana wasisitiza iende kwenye county assembly zijadiliwe badala ya kwamba waingie tu waijadili moja kwa moja, na kama hawataki waiangushe ama waipitishe. Naam, kwa kimombo ndugu Yeri wanasema time is the enemy. Yaani muda tu ndio adui katikati yetu. Kwa sababu kuna zile ahadi ambazo zilipeanwa ama ahadi ambazo rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto alipeana wakati alikuwa anajaribu kuwarai wananchi wampatie kura, na baada ya pia kuwarai na kupata ile wadhifa ama ile nafasi ya uongozi, amekuwa akijaribu kueleza ya kwamba yeye ndio chaguo bora ambalo tulikuwa nao wakati wa mwaka 2022. Na ikumbukwe sheria yetu inapendekeza baada ya muhula huu wa kwanza ana nafasi ya kujipendekeza tena kwa wananchi ili achaguliwe kwa muhula wa pili. Kwa hivyo ikija ni wakati wa muhula wa pili, haitakuwa mambo ya ajenda tena. Haitakuwa mambo ya ile danganya toto jinga tena. Hapana. Itakuwa wananchi watataka kujua muda ambao tulikupatia wewe kama kiongozi, kama rais wa Jamhuri ya Kenya, ulifanyia muda ule nini? Kwa hivyo wakati huo rais atakuwa na jukumu la kutueleza kulikuwa na pengine ahadi moja niliwapea, ahadi ya kujenga nyumba, ya kupatia watu ajira, ya kupatia watu hadhi na nafasi mzuri sana katika Jamhuri yetu ya Kenya. Kwa hivyo ikifikia wakati ule, basi kama hatakuwa ametumia wakati huu vizuri, basi atakuwa na
wakati mgumu sana ama wakati rahisi sana ili kuweza kuwarai wananchi waweze kumpatia muhula wake wa pili. Iwapo basi muda huu wake wa miaka tuseme 3 umesema kufikia basi mwaka 2027, iwapo basi hatatumia wakati wake vizuri, inamaanisha ya kwamba wanaazimio kwa sababu wanaazimio bado wanaazimia bado wanatamaa ya kukalia kiti ambacho rais wa Jamhuri ya Kenya bado ameukalia. Ndio. Kwa hivyo ikifikia wakati ule, wao wangependa ya kwamba waweze kusambaratisha njama na nia zote za serikali iliyopo wakati huu, ili ikifikia wakati huo wa 2027 waweze kuambia wananchi, si niliwaambia watu hawa watu hawa hangeweza kufanya ile kazi ambao walikuwa wanakuambia, na ndiposa miaka 5 imeisha hakuna kitu wamewafanyia, si tujaribu pia sisi. Kwa hivyo ni hiyo tu, ni katika ile pilika ya vuta ni kuvute, ya kucheza na wakati, kwa sababu muda ndio adui. Nimeona wewe pale katika moja maeneo yako ya uoshaji magari umetoa ajira. Naam. Unadhani ujenzi wa nyumba hizi bei nafuu ndio mbinu moja ya kutoa ajira? Hii ndio ajira wa Kenya waliotarajia kutoka kwa Kenya Kwanza? Naam, Yeri. Kwa kweli ni njia tu moja wapo. Lakini ukiniuliza mimi kwa mtazamo wangu, kuna mambo mengi sana ambayo yanawakwaza wananchi wa Kenya. Na pengine kwa order of priority, mzungu angeuliza. Order of priority, jambo hili la kujenga nyumba ni jambo la maana ama la busara sana kuliko mambo yale mengine ambayo yanatukera ama kutuudhi kama wananchi. Kwa hivyo ukiangalia pengine order of priority, watu kulingana pengine na mahali ambapo wamesimama ama mtazamo wao ama ushawishi wao wa kisiasa, wangekuwa na majibu tofauti sana. Ndiyo. Lakini mwanzo ni vizuri kusema ya kwamba unajua pia serikali iko na pia nafasi ya kusema sisi tulishachaguliwa, tumepata wadhifa ama tumepata nafasi hii ya uongozi, na kwa hivyo kwa mtazamo wetu tutaendelea tu kutukae tule mshahara ambao tunapata na hakuna kitu ambacho tutafanyia wananchi. Tuongojea wakati wa mwisho tuje tujaribu kuwadanganya wananchi tena. Kwa hivyo mwanzo ni muhimu sana kushukuru, kusema pia kuipa serikali iliyopo heko kwanza, kwa sababu kwa mambo yote ambayo yako nayo wameamua kufanya kitu. Kwa hivyo hii kujenga tu nyumba, ingawaje pengine haiwezi kuwa pengine ni jambo la maana ama la busara zaidi ukilinganisha na mambo ambayo yanatukera sisi kama wananchi, bado ni njia tu moja bado ambayo iko pale ya kufanikisha malengo ambayo waliweza pengine ama ahadi ambazo walikuwa wamepewa wananchi watafanya. Wewe ni kama una agenda tofauti nadhani serikali ingeanza nayo kando na ujenzi wa nyumba sasa hivi. Naam. Unadhani wangeanzia wapi? Kwa maana umezungumzia kwamba iwapo kuna yale ya dharura zaidi ni haya na haya na haya. Wewe unadhani kipi ambacho kingepewa kipaumbele kwa zile priorities ambazo unahisi zingefanywa na serikali kando na ujenzi wa nyumba na kutengeza ajira kupitia ujenzi wa nyumba? Naam, mwanzo kuna mambo ambayo mimi kwa mtazamo wangu nafikiria unatukera sana. Juzi tu nilikuwa nakuelezea. Juzi tu nimeenda safari yangu hapa kutembelea majirani wa Tanzania. Na nikitembea pale nikaona kweli ingawaje nchi ile ukiangalia hali ya mapato yao, hali ya uchumi wao uko chini ukilinganishwa na uchumi wa Jamhuri ya Kenya. Lakini ukitazama pengine bei yao ya mafuta, ukitazama jinsi ambao wanaweza kuishi na kusurvive katika jamhuri yao ya Tanzania, unapata wale gharama ya maisha kule, gharama yao iko chini kidogo ukilinganisha na gharama ya maisha katika jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo mimi pengine kwa kulinganisha tu, kwa kulinganisha nikiangalia mambo yanavyoendelea katika jamhuri ya Tanzania, ya muungano wa Tanzania, na nikiangalia mambo hapa katika jamhuri ya Kenya, ningedhani ama ningetarajia pengine kungekuwa na mbinu mbadala kupitia wale advisors ama wale washauri wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Pengine kungekuwa na njia mbadala za kuzingatia namna ambayo serikali inaweza jaribu ama mbinu ambazo serikali inaweza tumia ili kuweza kuleta gharama ya maisha iwe chini. Naam, nimehusisha Seneta Miraji Abdullahi ambaye tumeungana naye studioni. Karibu sana. Ajenda ya nyumba ya makazi ya bei nafuu ni ajenda moja ambayo inakuja Seneti sasa hivi kuijadili.
Lakini maseneta wa Azimio wamekuwa akilia kwamba wanataka kwanza ipelekwe katika mabunge ya kaunti iweze kujadiliwa. Hisia zako kama seneta wa Kenya Kwanza unahisi vipi? Tujadili pale pale tumalize, ama mabunge ya kaunti yanafaa kuhusishwa pia? Shukran. Kwanza niweze kujitambulisha kwa watazamaji. Mimi ndo Bi Miraji Abdullahi, seneta maalum wa mrengo wa Kenya Kwanza wa chama tawala. Na nipende kusema ya kwamba katika mabunge yetu kuna kanuni na sheria, na ni muhimu sana wajumbe wenzangu wa Azimio wasiweze kuwapotosha wa Kenya, kwa sababu ni sheria na kanuni kwamba mazungumzo yanazungumzwa, na kama kuna uhitaji wa kupatikana hisia za wananchi, kuna kipengee cha public participation ambao ni kiungo muhimu katika katiba yetu ya 2010. So wanapotoa mtazamo huo na fikra hiyo, kwa nini hizi bills nyingine ambazo tunakuwa tukizifanya katika mabunge yetu hawajawahi kupendekeza? Na mimi naona ni unafiki na ni kisengere nyuma, kwa sababu ndugu zetu hata wao katika manifesto yao ya Azimio walikuwa na mapendekezo sawia na yetu, na wakati wananchi walizungumza sana na wakasema kwamba kuna mzigo mkubwa katika payslips zao, tuliona rais aliweza kusikiza. Ni vibaya sana, ni kupotosha wananchi kusema kwamba rais wetu hasikizi wananchi. Ni rais ambaye anajifanyia mambo ambayo yeye anayaona. Utakubaliana na mimi kaka ya kwamba tulizunguka tukapeana ahadi katika taifa la Kenya, na miongoni mwa wapinzani wetu tuliwashinda mikono chini. Kwa hivyo ipo haja ya Wakenya kutambua ya kwamba serikali haziungwi tu kwa sababu ya kuungwa na kuwa pale. Serikali zinaungwa na kuna zile ahadi ambazo sisi kama binadamu, mwanzo sisi Waislamu ni muhimu sana kujua kwamba ahadi ni deni, na deni ni lazima lilipwe. Tuliwaahidi Wakenya tukizunguka katika gatuzi 47 la Taifa kwamba tutawaekea makazi mazuri, ambao ni miongoni mwa vipengee ambavyo viko katika katiba yetu. Ni haki ya kibinadamu mwananchi kuweza kupata makazi mazuri. Na wengi kakangu ambao wanapinga mswada wa nyumba za bei nafuu zenye hadhi kwa wananchi wetu ni watu ambao wako na aspect ya kibiashara. Mimi ni miongoni mwa waliokuwa wakazi wa Bakstani. Nakubaliana na wananchi ya kwamba hakuja kuwa labda na sheria nzuri ambayo, yani sheria ambayo inaonesha muongozo mzuri wani jinsi tukianza hapa tutafika hapa vipi, tutaendelea vipi na itakuwa vipi. Je, hawa ambao wanakatwa na wanaenda kuretire? Na mimi nataka kukubaliana na Wakenya kwamba hata mtoto tukimzaa, hatuzai mtoto ambaye anaanza kutembea na ako na meno. Tunazaa mtoto ambaye mwanzo alikaa kwenye tumbo miezi 9. Ni wakati tukumbatie masuala ya nyumba za bei nafuu, kwa sababu hizi nyumba ambazo ni za serikali, mimi nitazungumzia nyumba za Bakstani ndugu yangu, hizo nyumba hazina hadhi. Wanaokaa juu ndugu yangu wananyeshewa, mvua ikianza tu wanaweka paka vijiko, na wale ambao wako chini sewage ni mbaya kiasi cha kwamba yule ambaye yuko floor 1 na yule ground floor wanafurukiwa na vyoo. Tutakuja kuyasikia hayo. Nataka tupate pumziko fupi tuje kuona ni kwamba je, nyumba zinazojengwa za bei nafuu ni za hadhi ama zinajengwa tu kwa haraka kwa sababu ya kibiashara na wafanyabiashara kuweza kupata faida. Tupate pumziko hilo.